lakini nimeona mengi mwenyekiti. Bahati nzuri pia nimeaminika kwenye chama. Nilikuwa kwenye timu ya watu 5 iliyoteuliwa na mwenyekiti Mbowe kwenda Ikulu tarehe 20 mwezi wa 5 2022, na baadaye nikawa kwenye kikao cha maridhiano. Tumekwenda kwenye uchaguzi 2014. Nyie wote mnajua Chadema ilitoka kwenye asilimia nyingi sana ikashinda vitongoji vingi sana na vijiji. Kuna majimbo kwa mfano Itilima mwenyekiti, tulishinda vijiji vyote isipokuwa hiki kimoja. Jimbo la Mheshimiwa Lissu yenyewe tuliwaachia CCM vijiji 3. Tarime kati ya vijiji 88 tulishinda vijiji 66, wakashinda 22. Tulishinda vitongoji 380 kati ya 500, wakashinda 120. Kwa ni wapinzani kweli kweli. 2015 mimi nimekwenda kwenye uchaguzi. Tumeshinda madiwani 16, CCM wakashinda 10. Kwa hiyo wakawa wapinzani na mbunge majimbo yote mawili ya Tarime mjini na vijijini. Tumewashinda mitaa, tumewashinda ubunge, tumewashinda madiwani na tukawashinda kweli kweli kura za rais. Hiyo ni 2014. 2019 watu tuliokuwa tunaongoza vitongoji 380 tukapata kitongoji 0. Tuliojaza fomu 2014 tumejaza vizuri. 2019 tumekuwa wajinga, hatuwezi kujaza tena fomu. Hayo mambo yanaweza kueleweka kwa mtu mjinga kabisa asiyekuwa na akili. Lakini kama una akili timamu unajua huo ni upuzi na haukubaliki. Tumekwenda Ikulu baada ya uchaguzi 2019 na 2020. Kwa kauli ya rais mwenyewe amesema yaliyojitokeza 2019 na 2020 hayatajirudia tena. Tumeshiriki kikao, mwenyekiti Mbowe anatuongoza. Tulikuwa na Mnyika na Kinana anaongoza timu ya CCM. Na nyaraka tunazo, wakati mwafaka tutazitoa. Wamesema yaliyojitokeza 2019 na 2020 hayatajitokeza. Hiyo ni kauli ya Kinana, tena ziko kwenye maandishi. Nini kilichojitokeza kwenye uchaguzi wa 2024? Na wauliza nyie, nini kilichojitokeza? Tumesimamisha wagombea 88 Tarime, walikata asilimia 60 kabla tujaingia kwenye uchaguzi. Vitongoji 500 wamekata karibia asilimia 60. Kwa mujibu wa kauli ya waziri wa TAMISEMI aliyotoa kwa waandishi wa habari, wamesema wagombea 12,600 wa upinzani wameondolewa kwa sababu ya kushindwa kujaza fomu, si wamegonga mihuri vibaya, si nini. 12,000. Kwa tunaenda kwenye uchaguzi, CCM imeshashinda wagombea 12,000. Na kwa mujibu wa takwimu zetu ni wagombea. Get closer to him by listening to Bible stories after a long day. Waliondolewa kwetu. Kuna mwanachadema anathubutu kusimama kama kweli huyu mtu ana nia njema na chama hiki, kusema kwamba tukienda kwenye uchaguzi kwa mazingira haya tutashinda? Yupo? Anyoshe mkono hapo, aseme mimi jimbo langu mkiniacha hivi nitashinda. Tumuone. Tusidanganyane hapa. Tumekaa kwenye vikao tukathibitisha bila kuacha shaka kwamba mazingira tulionayo kwa sasa, tukienda hivi hatuwezi kushinda uchaguzi. Lazima tutafute mbinu za kukabiliana na watu ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Sasa mtu anasimama eti anasema tusipoenda kwenye chaguzi chama kita. This is not a business entity. Kama unataka kufanya biashara, kafungue duku ufanye biashara huko. Hii ni taasisi ya kisiasa ya mapambano na tutashinda. Iko hivi, tumekwenda kwenye uchaguzi mkuu wa ndani ya chama chetu, tumeaminiwa. Na mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa kwenye ziara kanda ya Nyasa. Watu wa Nyasa wako hapa. Wananchi wanakiunga chama hiki mkono sana sana. Tunaelewana vizuri? Wananchi wanaunga chama hiki mkono
na wanaunga agenda ya no reforms no election mkono. Ndio maana mikutano yetu imekuwa na watu wengi na watu wamefurahia na agenda zetu zimesikika. Listen ndugu zangu, mimi na Lissu na nyie na nani wote tunatamani kuwa wabunge, lakini mazingira yaliyopo hayatufevi kuwa wabunge. Tunachukua hatua. Tumeona viongozi wa dini, tumeona mabarozi, tumesafiri nje ya nchi. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tuna engage, kila mtu asibaki behind. Hii agenda ya no reforms no election sio agenda ya wanachadema, ni agenda ya nchi. Ndio maana maaskofu wanasema mabadiliko yafanyike, ndio maana mashehe wanasema mabadiliko yafanyike. Anayepinga hii agenda ana nia gani? Na anasema yeye ni mwanachadema. Maaskofu wamesema, mashehe wamesema, hatujawasikia. Shehe Ponda kasema nini jana? Kasema mambo yabadilike. Uongo kweli? Sasa nani anayesimama anasema kwamba tutaenda kwenye uchaguzi namna hii tushinde? Anataka kublackmail chama? No blackmailing here. No blackmailing kwa kweli. Tusidanganyane hapa jamani. Nchi yetu inalilia mabadiliko. Watu wamefanywa maskini. Rasilimali zao zinauzwa kwa Wachina. Watu wanahitaji uongozi mbadala. Uongo kweli? Na uongozi mbadala huwezi kupatikana kwa njia hizi. Kwa uchaguzi huu. CCM hawataki uchaguzi huru kwa sababu wanajua hauwezi kushinda kwenye boksi la kura. Wewe unayesema twende kwenye uchaguzi kwa njia hizi, wewe unaunga mkono CCM, huungi mkono mabadiliko ya wananchi wanayoyataka. Kazi tulionayo, tupeleke petition, na inawatisha sana. Kuna karatasi za petition tumezunguka, mwenyekiti na mimi nimepata taarifa ya ndani. Na advantage ya kuwa kiongozi, mimi nimegundua ukiwa kiongozi wa juu humu kuna taarifa vinapita kwako hivi Kwa mwenyekiti wetu hatuongozi kwenda Shimoni, na mimi namsaidia, tuko na shehe hapa, hatuwezi kwenda Shimoni. Na mwenyekiti anajua vile vile akitaka kwenda Shimoni na mimi nikaona nitaenda Shimoni, nitamwambia mwenyekiti hapo tunaenda Shimoni. Kwa hiyo hakuna namna mtu kuwa na hofu hapa. Iko hivi, hawa jamaa wanatetemeka kweli kweli. Tusiwasaidie. Tusifanye nini? Tuwasukume kwenda Shimoni wanakoelekea. Hakuna uchaguzi utakuwa na uhalali nchi hii bila Chadema. Haupo huo uchaguzi, haupo. Kwamba Chadema haipo, nani atakuona kwamba utayumba kutoka siku ya kwanza? Watu wetu wanauawa. Tunataka tuende kwenye uchaguzi za vita. Kwenye vitu vitongoji ameuawa hapa Singida, kitongoji tu. Alafu mtu anatuambiaje ubunge ndio watakupa? Kuna wengine wanafikiri tukienda tutapata 5% sio nini, tutapata viti. Hata wengine kama wanakunyima 5% ya kwenye kitongoji watakupa 5% uqualify kupata ruzuku. Hivi tunaongea mambo tumesinzia au tunajua mambo watu tunaodili nao? Watakupa 5% ya viti maalum, upate kiti maalum upeleke bungeni. Hawa watu hawana aibu. Kwa mwenyekiti, kumalizia ili nisinani, ndugu zangu, tukiondoka hapa tuchukue fomu za petition, twende kila jimbo. Kama unataka kuwa mbunge, tunataka saini za Watanzania milioni 15 wanaosema uchaguzi kwa njia hii hauwezekani na hatukubali wizi wa uchaguzi. Alafu tutazikusanya, tutazipeleka kwenye organization zote za kidunia. Watakosa legitimacy yoyote, na mtu asiandikiwe. Kule tulikopita watu wanaandika wenyewe, wanapinga mfumo. Watu wanajua kwamba uchaguzi unaibiwa. Ni uongo, ni kweli? Kwa nini sisi kwenda kufanya kazi? Sasa mtu anayetegemea apate ya mambo kwenye silver plata, huyo ni tofauti. Sisi tuko tayari
kuongoza chama hiki kipate tume huru ya uchaguzi, tuingie kwenye uchaguzi. Short of that hakuna maelewano nao watu. Hiyo ndio statement ya chama, na mwenyekiti atazungumza, ndio makubaliano. Mimi bahati nzuri nilikuwa kwenye kamati kuu, na inachekesha sana, imecheka vitu fulani kwamba haya yalipitishwa, wengine walikuwa wajumbe wa secretariat na ndio walidraft ile nani, alafu tena leo wanasema haiwezekani. Inaeleweka hiyo? Kuna nini kimebadilika hapa? Au kulikuwa na kamsukumo fulani ambako hatukajui? Uongozi huu umechaguliwa kidemokrasia na umekalia kiti, umetosha. Hakuna wa kumuingiza upepo hapa, na wananchi wanaunga hiki chama mkono. Yaani hiyo ni bora tukaambizana kabisa. No blackmailing, hakuna vitisho. Na nimalizie kwa kusema, mwenyekiti, kuna yule punda aliyembeba Yesu. Alifikiri yeye ni maarufu sana, kwa sababu aliingia pale, watu wanatandika miti, wanafanya nini, wanamshangilia, akafikiri yeye ni maarufu sana. Alipoenda peke yake aligundua, if you think you are more prominent kuliko Chadema, jaribu. Kuna wengi tu wamejaribu. Hiki ni chama cha wananchi, kinaungwa mkono na mwenyekiti. For the first time chama hiki kimeseti agenda. Wasira anaimba no reform, Makara anaimba no reform, wananchi wanaimba no reform. Mnataka nini zaidi hapo? Peoples, hakuna kurara. Asanteni sana, Mungu awabariki.